يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن الضلال. ملاك الأمر تقوى الله، فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك، وبادر نحو طاعته بعزم، فإنك لا تدري متى يمضى بعمرك. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ويقول أيضا تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت ما في السماوات وما في الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. عباد الله، أخفى الله تبارك وتعالى وقت قيام الساعة لحكم عديدة، ومن رحمته لعباده أن وضع لهم أمارات تشير على قرب الساعة. ففي الحديث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، يا محمد، متى الساعة؟ يا محمد متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها. فعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمارات الساعة. عباد الله، قيامة Allah tabaraka wa ta'ala ameificha kwa waja wake. Hakuna kiumbe yoyote ambaye kwamba anafahamu ni lini itasimama kiyama, kama Allah tabaraka wa ta'ala anavyoeleza ndani ya Qur'an: wanakuuliza ewe Muhammad kuhusu kiyama, waambie ya Rasulullah, innama ilmuha inda rabbi, anayejua wakati wa kuja kiyama ni Mola wangu peke yake, hakuna mwingine ajuaye kuhusu kiyama. Aya nyingine Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Muhammad: fima anta min dhikraha, huwezi kuambia siku ya kiyama lini, hakuna ajuaye kiyama. Ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, hakuna ajuaye ilmu hii, hakuna ambaye kwamba anafahamu ni lini kiyama isipokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini miongoni mwa upole wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa waja wake, akawawekea alama ambazo zajulisha ya kuwa kiyama kama vile hii iko karibu. Na ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wakazigawana hizi alama. Mtume alayhi salatu wassalam alijiwa na Jibril akiwa pamoja na masahaba yake katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, katika hadithi ya Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Mtume alayhi salatu wassalam akiwa na masahaba zake, akaja Jibril alayhi salam akamuuliza Rasulullah masali mbalimbali. Miongoni mwa masali ambayo Jibril alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, akamuuliza mata saa, ni lini kiyama ya Muhammad, ni lini itasimama kiyama ewe Muhammad? Mtume wetu alayhi salatu wassalam akamjibu Jibril alayhi salam
asema mimi sifahamu kama vile wewe ulivyokuwa ufahamu. Waliuliza hilo swali ilhali wewe wajua zaidi kwamba mimi sijui kiyama. Jibril alayhi salam akamuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, qala fa akhbirni an amaratiha, nieleze mimi kunako alama za kiyama. Ni alama gani muislamu akiziona yujua kwamba kiyama iko karibu? Falidhalik ajitahidi kufanya a'mali njema ili ikuwa ni sababu ya kukutana na Allah tabaraka wa taala, akiwa yeye yuko radhi na Allah jalla jalaluhu na Allah akiwa yuko radhi na yeye. miongoni mwa alama za kiyama barakallahu fikum, qasama al-ulamau amarat as-sa'a ala qismayn. Ulama wanagawana alama za kiyama katika alama ndogo, alama mbili. Alama ya kwanza yajulikana alamatu as-sa'ati as-sughra, alama ya kiyama ambayo kwamba ni ndogo hizi alama, na kisha kuna alamat as-sa'ati al-kubra, alama kubwa ya kiyama. Na khutba yetu ya leo biidhnillah ta'ala tutaangazia baadhi ya alama ndogo za kiyama, na Allah akitupatia wakati katika khutba nyingine tutaendelea kueleza mpaka kila Muislamu afahamu ni gani hizi alama za kiyama. Alama ya kwanza barakallahu fikum, miongoni mwa alama ya kiyama, bi'thatu an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuletwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni moja miongoni mwa alama ya kiyama. Kwa hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam wasema, bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn, natumilizwa mimi na kiyama tukiwa ni kama vile hivi vidole mbili. Fa ashara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kidole yake ya shahada na al-wusta, kidole ya sababa wal-wusta, hivi vidole mbili anaonyesha kwamba tuko karibu sana na kiyama. Falidhalika kuletwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni moja miongoni mwa alama ya kiyama. Kwa nini ni moja miongoni mwa alama ya kiyama? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala alipoumba hawa waja wake aliwatumania rusula, aliwatumania mitume, kama Allah anavyosema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, tulitumania kila umati mtume. Katika hawa mitume wote ambao Allah jalla jalaluhu amewatuma, mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yeye ndiyo mtume wa mwisho. Falidhalika ikiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo mtume wa mwisho, hakuna tena mtume mwingine baada yake. Kuondoka kwa mtume na kukamilika dini ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii ni moja miongoni mwa alama ya kumalizika dunia, kwamba ukimalizika huu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watu wanaenda katika kiyama kukutana na Mola wao. Falidhalika hii ni alama ya kwanza katika alama ya kuwa kiyama iko karibu. Alama ya kwanza bi'thatu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na alama ya pili barakallahu fikum, miongoni mwa alama ya kiyama, inshiqaqul qamar, kupasuka kwa mwezi. Fi ahdi an-nabi alayhi salatu wassalam, katika zama ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, pale makafiri wa Quraysh walipokuwa wanataka alama za wazi ambazo zajulisha ala sidqi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, zinazojulisha juu ya ukweli wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, Allah jalla jalaluhu akampatia miujiza mtume wake ya kuupasua mwezi. فانشق القمر كما الله anavyosema ndani ya Qur'an, iqtarabat as-sa'a qiyama inkaribia wa inshaqa al-qamar, na mwezi umpasuka. Huu mwezi uligawanyika kama anavyoelezea Abdullah bin Mas'ud, vigawanyiko viwili ama pasu mbili, bara mbili. Huu mwezi uligawanyika, mwezi mmoja ukawa katika jabali na mwingine chini yake. Falidhalika hii ni miongoni mwa alama ya kuwa kiyama iko karibu na tayari ishatokea. Falidhalika Muislamu yoyote ambaye wajiuliza kiyama lini, mbona bado kiyama haijafika, jua ya kwamba alama yake tayari ishadhihiri. Ni wewe mwenyewe kukazana na kufanya juhudi, kufanya amali salihah, ili uende kwa Allah jalla jalaluhu ukiwa ni mwema na ukiwa na amali njema,
ambayo itakuwa ni sababu ya kupokea kitabu yako kwa mkono wako wa kulia. Lakini miongoni kadhalika mwa alama za kiyama ndogo, mautu nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kifo cha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kufariki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni moja miongoni mwa alama ya kiyama ndogo. Na mtume alayhi salatu wassalam siku moja anamueleza sahaba yake, amwambia a'dud li, nihesabie mimi mambo haya ambayo ni alamati saa. Katika hayo mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliyataja, qala mauti, kifo changu mimi. Falidhalika kifo cha mtume kadhalika ni miongoni mwa alama ya kiyama. Kwa sababu gani? Allah anamwambia Muhammad, innaka mayitun, ewe Muhammad wewe ni maiti, utakufa wewe. Wa innahum mayitun, na huwa umma wako wao wote kadhalika wataondoka. Wa idha dhakarta musibatun tashja biha fadhkur musabaka bin nabii Muhammadi, ukikumbuka masaibu yoyote yanotokea, kumbuka kwamba aliondoka mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa ni khairul khalaiqi wal bashar, mbora wa viumbe, lakini maa dhalika akaenda mbele ya Allah jalla jalalu. Ni dalili ya wazi ya kwamba mimi na wewe sisi pia safari yetu ya kuelekea kwa Allah ipo karibu. Falidhalika yafaa tujiandae saa hii tukielekea kwa Mola wetu. Sasa hii kadhalika ni miongoni mwa alama ya kiyama ambayo inaainishwa na mtume alayhi salatu wassalam. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، عباد الله، كذلك miongoni mwa alama ya kiyama ndogo ambayo inaainishwa na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi zake na ulamauna al-ajilla alayhim rahmatullah wanaziainisha katika vitabu vyao, ni intisharu riba, kuenea riba. Kuenea riba ambayo leo imefikia wakati imeonekana kuwa ni jambo la kawaida. Waislamu wanakuza watoto wao kwa mali ya riba. Waislamu wanajenga majumba yao kwa mali ya riba. Waislamu wanatengeza makampuni yao kwa mali ya riba. Wala yubalun, wala hawajali. Miongoni mwa alama za kiyama, mtume alayhi salatu wassalam wasema dhuhuru riba, kuenea na kudhihiri riba. Hili ni moja miongoni mwa madhambi makubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Allah jalla jalaluhu anawaambia wale watu ambao kwamba wanakula riba, liya'lama kullu murabin, aelewe yoyote ambaye kwamba anakula riba ama anashuhudia muamala wa riba ama yeye mwenyewe anaitisha riba, ya kwamba a'lana alharba, ametangaza vita bainahu wa baina Allah. Allah tabaraka wa taala sema alladhina ya'kuluna ar-riba, wale ambao kwamba wanakula mali ya riba, la yaqumun, hawasimami يوم القيامة. الذين يأكلون الربا, wale wanaokula riba katika hii dunia, la yaqumun, hawasimami يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, isipokuwa usimamaji wa mtu ambaye kwamba anshikwa na jini na masi. Siku ya kiyama watafufuliwa wakiwa ni majnun, na ulama wanatuambia fi dunya mal'unun, anayekula riba duniani amelaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Wa yub'athu majnunan, na يوم القيامة anafufuliwa akiwa ni mwendawazimu, majnun. Kwa sababu gani? dhalika biannahum qalu innama albay'u mithlu ar-riba, sababu wao walitangaza wazi ya kwamba jamaa, kwa nini mwakataza riba ilhali riba ni kama vile biashara, biashara ambayo Allah tabaraka wa taala amehalalisha. Wao wakachukua nafasi ya riba, wakachukua nafasi ya biashara, wakaeka riba. Allah anasema wa ahalla Allahu al-bay',
Allah amehalalisha biashara, wa harrama ar-riba, na ameharamisha riba. Falidhalika dhambi kama vile hii inapodhihiri, waelewa waislamu ya kwamba hii ni katika alama ya kiyama. Ridhika na kichache ambacho Allah tabaraka wa taala amekupa. Biashara yako ya halali, riziki yako ya halali ambayo kwamba waitafuta, ukalisha watoto wako halali, ni khair kuliko kutaka ziada kubwa ambayo ni mali ya haram, ukawalisha watoto wako haram, ukamlisha mke wako haram, ukalisha familia yako haram, chumo yako ikawa ni ya haram kwa dhambi kama vile hii ya riba. Hii ni miongoni mwa alama ya kiyama. Waislamu yafaa wajihadhari nayo, wasisogelee kabisa hii dhambi ya riba. Falidhalika riba ni miongoni mwa alamati saa, miongoni mwa alama ya kiyama. Lakin kadhalik min alamati saati as-sughra, katika alama ya kiyama ndogo, intisharu zina au dhuhuru zina, kudhihiri zina, uchafu wa zina, dhambi ambalo Allah tabaraka wa taala hakukataza tu kufanya zina, bali anawaambia waislamu wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, katu msikaribie zina, usikaribie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, kwani zina ni uchafu na ni njia mbaya. Dhambi kama vile hili ikidhihiri, waislamu waelewe ya kwamba hii ni dalili ya kiyama, na hili dhambi linakuja na matatizo mengi. Tizameni leo familia gani ambayo kwamba utaenda usikose mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa zina. Si dhambi lake, dhambi la wazazi wake. Lakini familia gani leo ambayo hawana mtoto wa zina? Kama si dadako, basi utakuta anti yako na mtoto wa zina, kaka yako na mtoto wa zina. Mbona hii dhambi imeenea, imekuwa ni jambo la kawaida, watu wanaichukulia kuwa ni dhambi ya kawaida, bali vijana leo inafikia wanaambiana, kweli kweli wewe una miaka 25 hujaoa na hujazini, huo ni urongo. Kila mmoja ana uhakika na haya maneno. Kwa nini leo zina imeenea? Waislamu hawaelewi ya kwamba hii ni katika alama ya kiyama. Hii ni njia mbaya kabisa. Mtume alayhi salatu wassalam amekataza katika hadithi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema khamsun idha ibtulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun, mambo matano mimi nakhofia nyinyi asiwafikie, na namuomba Allah tabaraka wa taala asiwafikie. Lam yadhhari alfahishatu fi qaumin qat, haudhihiri uchafu wa zinaa kwa watu hatta yu'linu biha, mpaka wakautangaza. Tizameni leo namna gani zinaa yatangazwa mitaani. Mtoto anajitangaza kwa mtandao, anakwambia mimi na miaka 23, niko sijui Nairobi, time yoyote ukinitaka njoo unipate, namba yangu ndio hiyo. Anaweka na namba yake wazi kabisa, wala hana wasiwasi. Muziki leo, miongoni mwa njia ya kutangaza zinaa ni almaazif, muziki. Tizameni music namna gani imeenea. Simu ya Muislamu haikosi muziki, burudani yake before alale yeye paka yake muziki. Alghina baridu zina, kama ulama wanavyotuambia, muziki hii ni jambo la mtandazia mtu huenda katika zina. Ukisikiza ule uchafu, shetani anakulainisha mpaka na wewe watamani. Ukiona wale wasanii wanacheza mwenyewe, leo yuko na huyu anaakti kama mamake, kesho anaakti kama ni mpenzi wake, kesho nyingine anaakti kwa dadake, uchafu wazi wazi. Na wewe sasa moyo wako unavutiwa, unajikuta na wewe watamaa kuingia katika machafu kama vile hii. Hii ni miongoni mwa alama ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde sisi na familia yetu na ndugu zetu kutokana na uchafu kama vile huu wa zina.
Dalili za kiyama ni nyingi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala akitupatia wasaa nyingine tutaendelea kueleza. Lengo ni waislamu waweze kupata tafsira. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din washfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma rudd al-muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا يا ربنا كلها سهلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.